Haujambo na ujambo, uheri wa afya kabisa. Hii ni Global TV kutokea hapa Sebele, na tupo hapa leo. Tumepata nafasi ya kufanya interview kubwa sana na msanii maarufu katika tarafa yetu ya Fizi. Tumeona kwamba ni bora tuje tumfuate maskani kwake ili tupige naye story 1 2 3. Habari yako ndugu yangu? Salama. Unaitwa nani? Dogo Boss Alatisha. Dogo Boss Alatisha ni msanii mkubwa sana huyu ambaye amefanya vitu vingi katika tarafa yetu ya Fizi, na sisi Global TV tumeona sio bora kuendelea kukaa kimya, lazima tuendelee kuibua vipaji mbalimbali, na tumemuona ni msanii mkubwa na anakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Sasa tunakuja kupiga naye story ili tujue ya kwamba amepata haya mafanikio kwa namna gani. Ndugu yangu Dogo Boss Alatisha, ngoma zako ni kali sana ambazo zinatamba na mpaka sasa zimekuwa kwenye YouTube, kwenye mitandao ya kijamii tunaona umekuwa na views nyingi sana. Unaweza ukatuambia ni kivipi ambavyo umepata mafanikio yako hayo kwa ghafla namna hii? Cha kwanza nitasema shukrani sana kwa wazazi. Cha pili nitasema shukrani sana kwa wafans wanaonikubali kufuatilia kazi zangu, kwa sababu bila watu wanaonikubali siwezi fanya kazi na siwezi jisema nilipata mafanikio wapi bila watu. Kazi ninayoifanya ndio inanipatia mafanikio. Siwezi nikasema nilipata mafanikio wapi bila kazi. Yaani kazi ninayofanya ndio inatuma mimi nipate mafanikio. Na ndio nilitanguliza kwanza kusema shukrani kwa kila fans wote wanaonifuatilia. Asante sana. Ni kwamba nashukuru tu wale wote wanaomfuatilia. Na mimi ni mfuatiliaji sana wa nyimbo zako bana. Nimeona siku hizi kuna ngoma moja sana imetrend ambayo inaitwaje ile ngoma umeipiga featuring na Afande Lady? Yes, Kwetu Kwanza. Kwetu Kwanza, ndio. Ilikuwaje sasa mpaka umempata msanii mkubwa kama wewe mwenyewe ulivyokuwa mkubwa namna hii? Ilikuwaje mpaka umempata msanii mkubwa kama yule? Ilikuwa kama hivyo. Ulisema mimi ni msanii mkubwa na yeye ni msanii mkubwa. Yaani sisi wote tuko wasanii. Yaani tulikutana tukapanga issue ya tukafanya nyimbo. Ni kweli kabisa. Ukiangalia kuna wasanii wengi wakubwa na wewe pia mojawapo ni mkubwa, lakini kunakuwa na ugumu. Vipi, kuna ugumu gani umeupata katika ile ngoma? Maana ni kali kweli kweli. Sikupata ugumu sana, lakini ugumu ulikuwa kidogo sababu maandalizi ilikamata muda kidogo. Hiyo naweza nikasema ni ugumu, lakini kwa kusema saa ya kuimba nyimbo sikupata ugumu zaidi sana. Sasa watu wengi wanajiuliza vipi ule wimbo ndo umekupa umaarufu sana namna hii, au ulitangulia wewe ni maarufu ndo ukapata umaarufu zaidi? Mimi nilikutanjua kwanza ndivyo na umaarufu kidogo, naweza nikasema kwanza hivyo. Jina langu lilikuwa lishatoka na ile wimbo ikanipelekea zaidi sana umaarufu. Kuna ngoma gani ambayo ilihiti zaidi ya hiyo ya Kwetu, ambayo ilihiti zaidi kabisa, ambayo ulikubali wewe mwenyewe ukasema kwamba hii hapa ndio imenifanya niwe maarufu? Ni ngoma gani? Ngoma zilikuwepo zipo nyingi. Kuko ngoma ilifanya na Pasli ndoa, hata ndoa ifanyike, ile hiti ilifanya sawa. Kuna ngoma nilifanya na wadogo wa Sebele hapa, MCB kama MCB. Corona ilifanya sawa. Tulifanya All Stars na ngoma zingine tu tofauti na zangu. Hizo zilifanya sawa hapa Sebele, watu wanazikubali na mpaka leo. Hizo ni ngoma za msanii Dogo Boss ambaye tupo naye hapa, tunafanya naye interview 2 3 ili tuweze kumchimba kiundani kabisa. Sasa Dogo Boss, ni kwamba ile ngoma ya Kwetu Kwanza, ina maana ule ujumbe ni nani kati yako wewe na yule Afande Lady aliyetoa ile idea ya kwamba muweze kupiga ile ngoma ya Kwetu Kwanza? Maana ilihiti kwanza, niliangalia kwenye social media imekuwa na viewers wengi sana na imeenda viral kabisa kiasi kwamba kila mtu anatamani kuifuatilia ile ngoma. Sasa ni nani aliyetoa ile idea? Idea ilitoka kwangu. Idea ilitoka kwako, na ilikuwaje kifupi? Idea nilisema kama idea ilitoka kwangu. Ilikuwaje? Yaani sisi tunafika studio tukaulizana bwana tutaimba nyimbo gani. Mimi nikatoa idea, hapa tunaimba wimbo ya Kwetu. Kwa sababu gani tunaimba wimbo wa Kwetu? Kila mtu na kwabo. Ni bora tuheshimishe ya Kwetu. Nani refrain katembea vile tuheshimishe ya Kwetu. Na tukapata idea kuimba wimbo mzima. Ukichukulia yule Afande Lady sasa hivi ana management kubwa sana ambayo inamsupport wale kina brother kule Bukavu, wanapata support kubwa sana. Na wewe msanii kutoka hapa kwetu tarafani Fizi, vipi nyuma yako kuna mtu yoyote anayekusupport? Ndio. Mtu yupo na watu wapo. Nikisema watu ni mashabiki wananisupport sana kwa sababu wanakubali kazi zangu. Na mtu ni mie peke, najisupport sana. Kuimba ni kujisupport kwanza mie peke. Kama sijisupport, yani pale vile hakuna kitu yenye kufanya.
Mimi nachokiuliza kiundani kabisa, najua una mashabiki wengi na ni msanii ambaye wewe umetrend kwa kiasi kikubwa, na semea management ambayo inakusupport, inatoa hela, maana kumuona Fanderedi sio kitu kidogo brother. Hiyo ni kawaida kwa sababu kuna wasanii wengi sana walitamani kufanya na Fanderedi, na mpaka leo ni kama deni kwa wasanii wengine, niko kama vile naachiana deni. Ya hiyo yote mimi naenda kumshukuru tu Blue Boy aliyenifanya mimi nifikie malengo na kutimiza ndoto, japokuwa kama siyafanya ya mingi, lakini natumaini baadaye nitakia kufanya kazi ya kabambi. Yani Blobo ndo amekutoa sasa hivi umeenda viral. Maana mimi nilipokuepo Dar es Salaam kule niliangalia kabisa kwenye mitandao, nikakuona bana, nikasema Latisha sasa hivi anatisha kweli kweli, sio poa. Yani Blobo ndo amekuzamini kiasi kwamba mpaka sasa hivi upo juu. Hiyo ni kawaida kwa sababu mwenye kipaji wana njaa. Na tutegemee ngoma gani au na msanii gani ambaye utakwenda kufanya naye collab hivi karibuni? Ngoma zipo nyingi, unaweza kutegemea ngoma ya mimi na Kapita, lakini siwezi nikatangaza kwa sababu nikitangaza mashabiki watanisumbua sana. Iko hivyo. Na ukiachana na Kapita, ni msanii yupi mwingine? Kuna wasanii wakubwa na trend pale Uvira, vipi unataraji kupiga ngoma nao? Kwanza nikisema pale Uvira mimi tuende kwanza kuba Ipapiste pale Uvira, mimi siaona Ipapiste wa kufanya naye kazi. Iko kwanza hivyo, sio kama nazarau mziki wa Uvira, lakini Uvira siapendelea sana kufanya kazi pale Uvira. Pale Uvira wapo wengi na maana hujamuona hata mmoja tu rafiki yangu ambaye atakufaa huyu unaweza ukafanya naye ngoma na ikaiti. Ilikuwa kipindi ya nyuma nilikuwa namkubali sana King Knife, lakini kwa leo naona kama vile simkubali tena. Nashindwa kuelewa mimi mwenyewe. Lakini kipindi hapo nyuma nilikuwa nasema huyu jamaa nitaimba naye. Sasa kwa leo hivi nakia kujikuta King Knife tena na kwa nyuma yangu. Na kimziki malengo yako ni yapi sana sana? Kimziki ni biashara ndugu yangu. Mziki ni biashara, ni kama vile mtu anachuruza na malengo fulani. Nachuruza ili nijenge, kesho nifanye hivi. Yani mziki nayo ni biashara, baadhi ya biashara na vingine. Na ili ufikie kiwango ulichokuwa nacho, unajiona ni bora zaidi au utaendelea kufocus zaidi ili uweze kuwa msanii mkubwa zaidi ya ulivyo? Ya cha kwanza ni kufocus kwa sababu siwezi nikarudi nyuma. Tushatengeneza jina, ni bora tuheshimishe jina sasa. Na kuna mashindano ya award ambayo yanapitikana kila mwaka, Fizi Award ambayo yatakuwepo sijui ni tarehe 26 mwezi wa 6. Tukutegemee kukuona pale mzee? Yani nitakuwepo pale. Asante sana. Huyu ni Dogo Latisha ambaye tumeongea naye mawili matatu na ndoto kubwa sana ya kuja kuwa msanii mkubwa wa tarafa ya Fizi, na tunategemea matunzo mengi sana yatakuja hapa Sebele, na tunamshukuru sana Global TV ambaye ametupatia nafasi hii ya kufanya naye interview, na management yote nzima Global upo ulipo, ni kwamba tunakushukuru sana. Big up sana my brother.